Habari ya kushinda watu wangu mkoa zima. Basi karibuni sana, ninawakaribisha tena mkapate kusikiza na kutazama. Hapa ni Kalibui, ukiletea stories za Kalibui na GNS TV Kenya. Hapa tuko live ukiwa nami Silvanus Kitheka. Tukianza ukitoka area ya Kaikungo Kanya. Mlima iko karibu Kanya, Kitui County. Iko pale Migwani, yani Mwingi West District Migwani. Na ukitoka Migwani hadi Kalibui Rock. Naiangalia vizuri Kalibui Rock ni kama kilomita 5 hivyo au 6. Na inasemekana kwamba huu mlima ni mlima wa zamani za kale, miaka iliyopita. Ndio maana kunayo mawe, iko na mawe tofauti. Ya kwanza ndio hiyo, kisha kuna ingine, na pale juu kumewekwa tank ya maji. Unaangalia hiyo mawe, ni mawe ya dhamana sana. Inasemekana pia kwa hiyo mlima kuna uwezekano wa kuwa na dhahabu. Na ile dhahabu iko hapa ni ile kama ile iko huko River Euphrates. Watu ambao tushaitembea huko kama mimi na hao wenzangu, unaona kuna mpaka maji, unaona kuna hata mpaka maji, na hii maji tunaweza hata ikunywa, unaweza swim, na pia si deep sana na haiwezi kaisha. Unaona vile naichota haiwezi nini, unaona ni maji ya kuenjoy. Unaweza swim na ukaendelea na mambo yako, unaangalia tu hata huko juu kwa mlima. Hii haijafanywa hapo na mtu, hii ni maji ambao Mungu ametengenezea bwawa la maji hapa. Kumbuka ni Kalibui Rock. Na stories za hapa Kalibui nasema kwamba hapo zamani kitambo, wakati tulikuwa tunazeeka ndio tuzaliwe tena, wakati tulikuwa tunazeeka ndio tukufe tuzaliwe tena, kabla hatuja kufa na kuzaliwa tena, kulikuwa na watu walikuwa naenda huko juu. Na ukitaka kujua siri zako, ukitaka kujua siri za maisha yako, ulikuwa unapanda mpaka pale kileleni, unapanda mpaka pale kwa kilele cha mlima. Ile mawe iko na macho. Ulikuwa unapanda mpaka kwa hiyo mawe, alafu unaenda unasimama hapo, hiyo macho inakuangalia. Kisha ikikuangalia unajua sasa siri za maisha yako. Na kama vile unaitazama ile nayo, ulikuwa ukitaka kujua kama ndoa yako itadumu kwa miaka mingi, ulikuwa unapanda pale kwa hiyo mlima. Na wengine walikuwa wataka pia kujua kama watapata watoto zaidi ya 4. Hivyo basi ukitaka kujua kama utapata watoto zaidi ya 4 ndio usiwe mke mmoja, basi ulikuwa unapanda pale juu. Unapanda hapo juu, kuna kamawe kingine kako hapo juu pia. Ukienda unakalia, ndio sasa unajua na unaangalia vile maisha yako itakuwa. Pia ukisimama pale unaangalia, unaona vile kuko green. Ukisimama pale bali katikati ya hiyo mawe na ile ingine, ndipo sasa ulikuwa unajua vizuri. Ukisimama hapo hivyo ndio ulikuwa unajua sasa vizuri urefu wa maisha, yani vile miaka ambayo utaishi. Na ukipandia hapa na ufaulu, hiyo ilikuwa inamaanisha tena ukipanda kwa ima ufike tu hapo, basi wewe ni tajiri, wewe utakuwa tajiri. Na pia wewe huwezi lewa, huwezi vuta sigara,
huwezi kunywa vitu mbaya, so wewe utambaki ukiwa mtu mzuri, na pia utaishi maisha marefu, na pia utakuwa tajiri. So hiyo hakuna kitu itakusumbua. Tuko pamoja. Wacha saidiana. Unaona kama wenzangu hapa wanajaribu kupanda, wanajaribu ukiangalia kama hii ni maji inatiririka kutoka juu kienda chini. Hii ni maji inatiririka kutoka juu kienda chini, na yote haya hakuna mtu ameiweka. Kama saini wakati kuna kiangazi, hakuna maji, mito imekauka. Kwa hiyo basi ni wakati mzuri wa kujitazamia ukiwa popote pale Kenya. Hapa ni mahali pazuri pa kwenda kufanyia ama kutazama. Ni mahali pa kutazama na pa kufurahia, kujienjoy. Watu wengi sana upanda pale juu, wanaenda kuomba na wanaamini kwamba ukipanda, unaona kama hiyo ni maji imetegwa hapo. Hiyo maji hutoka huku juu kwa mlima, kisha pale inaokotwa, alafu kiokotwa inawekwa, watu wanachota na wanaenjoy. Ukikunywa hii maji basi aongojeki na pia uzeeki. Hivyo basi ni maji zuri, maji safi. Hapo kitambo watu wengi walikuwa naenda hapo juu, na pia inaaminika kwamba kulikuwa na miungu. Kulikuwa na miungu na pia kulikuwa na mapepo. Ukipanda hapo juu, kama wewe si mcha Mungu, kama wewe si mtakatifu, basi na hutaki kutubu dhambi zako, basi ulikuwa unasikia makelele ya hayo mapepo, watoto wanalia na wakilia, na pia ulikuwa unasikia wamama wakiongea, wamama ambao hujui wanatoka wapi. Na hao mama pia walikuwa pia wanatuanga mudhokoi wale, na wengine pia wanashona vikapu. Hivyo basi ukipanda pale ilikuwa unatakikana kwanza ukue mtakatifu, unapenda wimbo na unapenda pia kufurahia. Hakuna mtu mwenye amekasirika huwa anapanda pale. Ni sehemu nzuri na sehemu safi. Kwa hiyo unaenjoy na unafurahia pia kupanda pale. Tuko pamoja. Acha kwanza nikunywe maji kidogo, kisha nitakurejea. Haya basi, nimerudi tena na nimekurejea. Basi bado usisahau kusubscribe na kulike na au kuacha comment kwa video zetu na pia kwa hii story yetu. Nilikuwa nasema kwamba hapa karibuni pia kuna mambo ulikuwa ufanye. Ukiangalia pale hiyo mawe ni tambarare. Ukitaka kuwa mwanaume kama wewe ni mwanamke, pia ulikuwa upande uende uingie mahali kama hapa, kisha ukiingia hapo kama utapanda basi ukiweza unakuwa mwanamke, na ukishindwa basi kama wewe ni mwanamke, ukishindwa kuwa mwanaume, basi hiyo ni kumaanisha umeshindwa kupanda. Yaani namaanisha ukishindwa kupanda, basi wewe utabaki vile ulikuwa kwa njia yako, lakini kama utapanda utakuwa mwanaume. Lakini kwa siku hizi sisi tukipanda tunajua sisi tumeweza na haimbadiliki chochote, isipokuwa tu tunafanya mazoezi na kukaribia kufika huko juu kwa kilele. Hii mlima ukiwa mwingi, ukiwa Matu na ukiwa Kitui, pia ukitazama unaiangalia na unaiona, na ni mlima mrefu, kuna karibu mita 200, na ukiwa juu yake pia unatazama unaona kilele cha Mount Kenya.
ukiangalia kama sahii unaona ile mawe iko Kiome. Hivyo basi kuna wengine pia wanajua ukienda kulisha ng'ombe yako pale, hiyo ng'ombe huwezi zeeka na itakuwa vile ikikunywa maji hapo, nayo ikizaa pia maziwa itakuwa inatiririka pale kila siku, haitawahi isha. Basi wazungu walitembea huku, wakaangalia, wakafurahia, na ni mahali pazuri pia. Unaweza tengeneza hoteli, ni mahali penye panaweza kuwa na hoteli na pia panaweza kuwa na resort. So wanyama kama vile nyani wako, buffalo pia zinatembeanga huko juu, na buffalo za huku haziwezi huwa zinafly kwa sababu hauwezi panda hadi juu, lakini buffalo za huku huwa zinafly, zinapaa fika huko juu, zinapanda huko juu na zinatulia, na ikifika asubuhi buffalo tena zina fly, yani zinaruka juu. Buffalo zinaruka juu, zinaenda hadi huko chini. Unaona kama hapa mimi natembea, lakini hizo buffalo huku unaona hii maji zikikunywa basi hivyo zimepona. Kama ilikuwa imekonda ikikunywa hii maji, na naona hata ukiangalia huku juu kumejaa maji, kila mahali pamejaa maji. Hivyo basi tembea mlima